Kwanza tunashukuru kupata nafasi hii kuweza kutoa elimu hasa specifically au inayokuwa based na physio, ambao physiotherapy si kwa kawaida tunajulikana kama madaktari wa viungo. So tunashukuru kuweza kupata nafasi hii. So na hakika tutaweza kuifikia jamii hasa na kuweza kuipa elimu ya kuhusiana na physio, maana kwa sasa watu wengi hawajui physiotherapy anahusiana na nini na ana faida gani katika jamii. Sawa. Kidogo kabla tujaje kwenye physiotherapy yenyewe, kwenye umuhimu kwenye nani hizi viungo, tiba hii ya viungo. Sasa mimi ningetaka kufahamu hii jumuiya ya wanafunzi wa physiotherapy ni muunganiko wa Tanzania nzima, ilikuwa kimaanisha nini na lengo hasa la kuunda jumuiya hii ilikuwa nini? Okay. Sisi kama jumuiya ya physiotherapy mostly tunakuwa na based kwa vitu kama kutoa elimu au awareness. Tunaweka jumuiya hii kwa sababu ya kujuana si kama si wenyewe wanafunzi, na tunakuwa na taratibu za kutoa elimu au yani kufanya kozi yetu ijulikane na watu wajue ina faida gani na ina umuhimu gani katika jamii. Kwa hiyo tunakuwa na time tunaweka kama tunaenda kwenye maskuli, tunaenda kwenye mambo ya gym, tunaenda kwenye community na kwenye television kama hapa, ili kuwapa watu elimu physio inahusiana na nini na inajihusisha na nini hasa. Lengo ni kubadilisha mawazo hasi kwa baadhi ya matatizo ambayo yanawapata wagonjwa kama maradhi ya stroke, kuwapa elimu kwamba yanaweza kutibika na wasia na imani potofu ambazo kwa sasa watu wengi wapo nazo. Jumuiya ina muunganiko wa vyuo vingapi? Jumuiya kwa sasa, kwa sababu kozi yetu sio bado ni mpya, ndio maana tunajitahidi sana kuitoa awareness. Kwa sasa vile vinavyotoa kozi hii ni vichache, ni Suza peke yake katika campus ya Mbweni pamoja KCMC na Muhimbili. Kwa hiyo hata degree tunaipata KCMC na Muhimbili peke yake mpaka sasa hivi. Okay, Suza hapo ndio. Suza tunawishi baada kwa I think kama 2027 inaweza ikaanza kuwepo. Lakini kwa sasa bado Suza tunawishi baada kwa I think kama 2027 inaweza ikaanza kuwepo. Lakini kwa sasa bado haipo. Sasa kwa umri wako nini ambacho kimekusukuma mpaka kwa sasa nataka hii physiotherapy niingie nisome vizuri? Mimi kwa upande wangu naipenda physio kwa sababu ni mtu wa sports, na si physio moja kati ya field yetu ni sehemu ya sports. So nilipenda madaktari wale wanaoingia uwanjani kufanya assessment na matibabu kidogo, kwa na mimi nikavutiwa, nikafuatilia ni daktari gani ambaye iko specific na mambo haya, nikagundua kuwa ni physio. Kwa hiyo napenda sports, ndio maana na mimi nikajiingiza kwenye mambo haya ya physiotherapy. Kwa hiyo hii physiotherapy iko kwenye upande wa michezo pekee? Physiotherapy iko sehemu kubwa sana. Physiotherapy maana yake tukisema physio ina maana yake tunazungumzia mwili mzima wa binadamu. Yaani physiotherapy maana yake ni utendaji kazi wa mwili wa binadamu. Ukiona utendaji kazi wa mwili wa binadamu pati moja au mwili mzima haufanyi kazi, basi physio anahusika katika pati hiyo. Sie kwanza ni watu ambao hatuamini katika madawa sana. Sie tuko specifically na tunatumia mazoezi pamoja na vifaa tiba ambavyo viko specialized. Kwa hiyo mfano kama mtu akapata anaumwa maumivu ya goti, sisi hatuwezi tukamshauri atumie dawa wala afanye nini. Tunatumia mazoezi maalum pamoja na vifaa tiba ambavyo vimepitishwa maalum kwa ajili ya kufanya matibabu hayo. Ni mwili mzima. Hiyo tiba ya viungo mwili mzima. Kwa mfano sasa unasema kwamba hamwezi, mnasema si sana kwa kwenye upande wa dawa. Yenyewe mko kwenye kuweka sawa tu viungo. Mtu inatokea athari labda kwenye kichwa kama physiotherapy, kuna njia gani ambazo zinamweka sawa? Kwenye kichwa inategemea ni athari ipi, lakini si mostly mtu kapata, unaposema kichwa maana kichwa kikubwa. Si tuna matatizo kama ya neurons kwenye brains, mara nyingi yanapata watoto kama anazaliwa ukuaji wake unakuwa sio mzuri, kuchelewa anatembea, kuelewa kwake inakuwa ngumu, vitu kama hivyo. So si tuna mazoezi maalum na vifaa maalum vya kuweza kumsaidia aweze yani ukuaji wake uweze kwa vizuri. Mfano kuna matatizo kama yanaitwa kitaalamu atrophy spectrum defect. Ni matatizo ambayo yanapata watoto, ukuaji wake unakuwa ni wa shida. Unaweza mfano ukamuita hapa sasa hivi labda fulani kama Juma ana take
kama some seconds ndo ana respond. Kuelewa kwake maana yake inakuwa ni tabu. Sasa mtu kama yule tunafikishia jamii kuwapa elimu ya maradhi kama haya. Akimwona mtoto wake ana tatizo kama hilo, anaweza kahisi kama mtoto wake anajeuri, ana kiburi, anamuita haitiki. Kumbe neurons zipo delayed. Yani brain yake ufanyaji kazi wake upo chini. Kwa hiyo tunatoa elimu physio inahusiana na nini. Sasa mtu kama hana aware ya kujua kama tatizo hili linatibika, anaweza kaenda sehemu labda akasema labda atumie madawa, atumie nini, lakini vitu kama vile most havitumii dawa. Tuna special training ili kuweza ku increase ile motor learning skills yake kubwa. Sawa. Lengo ni kuwafikia watu kwa ajili ya kutoa hiyo elimu, lakini pia na ushauri hapa. Mnawafikiaje ukiacha kwamba kwenye upande wa vyombo vya habari kama sisi leo hapa tumekualika. Sasa kuna njia gani nyingine ambayo mmeitumia kufikisha elimu hii? Sisi tunajitahidi, maana jumuiya yetu kama nilivyokuambia tuna muda mrefu. Lakini ndio tunajitahidi kwenda kwenye mashule, tunatoa elimu na tunapitia kwenye hizi gym, maana nakuta gym nyingi zinafanya mazoezi pasipo kuzingatia, kwa sababu si physio hatuwezi kumfanyisha mtu mazoezi bila kufuata, tuna principle maalum kama fit zile. Sasa gym mara nyingi hawatumii principle kama hizo, kwa sababu hiyo elimu hawana. Nakuta tu mtu anaanzisha physio, ana pesa au ndo midadi yake au ndo labda malengo yake, lakini hana wataalamu special ambao wanahusiana na mambo kama hayo. Sasa unakuta zile mazoezi wanavyofanya na kwa sio vizuri. Unakuta mtu anafanya mazoezi lakini baadaye analalamika mgongo na muuma, kwa sababu zile weight au vile kama vyuma anavyokuwa anavitumia vinakuwa haviko katika kiwango ambacho kinatakiwa, na huyo mtu anaenda kunyanyua hajadhibitika kama inatakiwa aanze na kiwango kile. Okay. Yeah, sasa si kama physio mtu akishakuja kwetu lazima tumwangalie na tunaanza na mazoezi gani na gani na gani na uzito gani mpaka adevelop. Nafikiri nikupongeze kwanza bwana Allen kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya mkiwa kama wanafunzi na ukiwa mwenyekiti wa wanafunzi wa kada hii ya physiotherapy Tanzania. Nafikiri katika kada ambazo mara nyingi sana huwa zinapata nafikiri huduma kubwa, zinatoa huduma kubwa kwa jamii. Nafikiri ni hii. Sababu ukiangalia uhitaji umekuwa ni mkubwa, watu wengi wanapata matatizo na mambo mbalimbali wanataka katika hili. Ukiangalia pengine uzoefu unaonyesha kwa maana kwamba baadhi ya watu ambao wanapata kiharusi ama stroke wakati mwingine huwa wanahitaji kupata hii tiba. Na sijui labda kidogo tupe tathmini kwa sasa hivi hii tiba ya viungo nchini kwetu ipo katika mwelekeo gani ama hali ikoje pengine katika hili? Tuanzie hapo kwanza. Kuhusu hiyo tiba ya viungo especially katika hiyo iliyosema kama stroke, bado kwani tunaweza kusema kama bado jamii haijapata uelewa zaidi kama hicho kitu kinaweza kikatibika na mtu akakaa sawa. Mara nyingi hata changamoto tunayokutana nayo katika utoaji wa elimu tukifikia katika mada hiyo, watu ni kama wanashindwa kuelewa, hawaamini. Lakini nafikiri kwa sababu ya stroke, unajua ni lazi ambalo linaleta total body weakness katika upande mmoja wa mwili. Sasa nafikiri kila kitendo mtu kikimpata, imani nyingi zinakuwa zinamijia kichwani kama si la kawaida. Na stroke nafikiri katika takwimu ukichukulia miaka 17 hii ya nyuma, kuanzia sasa hivi kurudi nyuma, imeongezeka kwa 50%. Yani ukichukua miaka 17 nyuma, stroke tulipata takwimu ilikuwa almost watu milioni 52 walioathirika na la stroke dunia nzima. Lakini sasa hivi ni almost watu milioni 102 wameongezeka waliopata stroke. Kwa hiyo unaweza ukaona stroke kila siku inavyozidi kwenda inazidi kuongezeka. Lakini ukifuatilia utakuta kuna risk factors, yani vile visababishi ambavyo vinakuwa favorite na maisha ya wanajamii wa sasa hivi wengi. Mambo ya kama mafuta hayo, misosi ya kaanga, wanaofanya smoking hao, hypertension, ni tunasema kama pressure ya damu, blood pressure. Blood pressure inapokuwa kubwa au ndogo pia ina matatizo yake. Kwa sababu tukianzia kwenye stroke maana yake ni ile hali ambayo inatokea damu inashindwa kufika katika brain. Na brain ndio organ muhimu ambayo ina control kazi za mwili mzima.
Sasa maana yake tissue yote ilifanye kazi au organ, lazima kiwango cha nutrients na oxygen kiweze kufika katika brain. Sasa kiwango kile kisipoweza kufika katika hiyo tissue yote au brain, maana yake ile tissue haiwezi kufanya kazi. Sasa condition ya brain ya stroke inatokea pale damu inashindwa kufika katika brain kwa sababu kuu mbili, au tunasema types za stroke mbili au aina mbili za stroke. Hiyo aina ya kwanza tunaita kama ischemic stroke. Hii ni ile ambayo inatokea, hii sasa ndio inawapata watu wengi. Hii ni ile inatokea kwamba damu inashindwa kufika katika ubongo kwa sababu ya kuna kidude kimejiweka pale katika zile blood vessels zinazopitisha damu kwenda kwenye kichwa. Sasa hivi vidude huwa vinawezekana ni kitu chochote kutoka kwenye mwili za chini kimeenda kujiweka, au mara nyingi sababu kubwa yale mafuta ambayo unatumia wewe, chips vya kukaanga nini, kwa sababu mwili hautumii sana mafuta, unatumia wakati ule ule. Kwa ile excess inaozidi mwili unaosukuma kwenye zile vessels. Sasa ikienda kukaa pale, maana yake damu moja kwa moja haiwezi kufika kwenye kichwa. Na nyingine ambayo ni riski zaidi, watu wengi hawezi kuipata, hii ni nadra sana, inaitwa hemorrhage. Hii hemorrhage inatokea kwa sababu ya zile vessels ambazo zinapeleka damu kwenye kichwa zimepasuka. Kwa moja kwa moja hakuna connection ya damu inatoka kwenye moyo kwenda kwenye kichwa. Kwa maana yake ile brain parts kule iliyobaki haiwezi kufanya kazi. Matibabu yake ikoje? Matibabu yake mara nyingi anahusika physio, kwa sababu mwili utakuwa haufanyi kazi, na physio ndio anahusika na kufanya kusababisha mwili kufanya kazi kawaida. Sasa sisi tunatumia vifaa maalum, kama tunatumia kinaitwa TENS, transcutaneous electric nerve stimulation, kwa sababu mwili wa binadamu unaweza kufanya kazi inahitaji vitu vitatu: bones, muscles na nerves. So bones ndio inafanya structure alignment, muscles ndio inafanya ile movement zote zinafanyika. Kwa hiyo nerves ndio inakuja kufanya ile, nerves tunasema ni kama moto unaokuja kwenye zile muscles zilizo kufanya kazi ya active. Sasa mtu anayepata stroke mara nyingi zile nerves zake hazifanyi kazi kwa sababu ya brain imefanya nini? Imelala, haifanyi kazi. Na sifa ya stroke maana yake ikitokea upande wa kushoto, maana yake ile paralysis au weakness ya mwili inakuwa upande mwingine ambao ni wa kulia. Ikitokea kulia, maana yake weakness inatokea upande mwingine. Sasa mtu anayepata stroke kwa sababu brain haifanyi kazi, moja kwa moja zile function za parts za mwili hazifanyi kazi katika upande mmoja. Maana yake nerves, muscles, zile bones iko vizuri, lakini most of the nerves na muscles hazifanyi kazi. Maana yake ile function ya brain imeshalala katika one side. Kwa ile brain kufanya kazi ya kama sasa kusend labda sign na nini pande huu fanye kazi, brain haifanyi kazi. Kwa hiyo ndio unapata mtu aliyepata stroke. Kwa sisi tuna vifaa maalum, kwa mfano hiyo niliyosema TENS inafanya stimulation, yani kustimulate zile nerve kama ziamke zianze kufanya kazi, lakini kwa progression kwa siku kadhaa. Na pia tuna kifaa tunaita galvanic kitaalamu, kile kinafanya education za masa za nerves. Maana nerve ikikaa muda mrefu pasipo kufanya kazi, huwa inakuwa kama haijui pale iko kwa sababu gani, ipo tu. Kwa tunafanya education, kuifundisha upya ile nerve ijue inafanya kazi gani. So si kama physio ndio tunahusika na mambo kama haya kwa watu wa stroke. Pia na mazoezi madogo ya joint, ile joint kumove, kufanya nini ili zirudi kama zilivyokuwa zamani. Kidogo hapa kwa Allen, kwa hizi aina mbili ambazo nizitaja za stroke. Tutazame makundi ya aina gani ambayo hii ya kwanza makundi gani yanapata zaidi, na hii ya pili makundi gani yanapata stroke zaidi kupitia hizo aina mbili? Kabla ya kujibu, kuna aina ambayo ni kama type ya nyongeza au aina ya nyongeza ya tatu. Common ni zipo mbili hizo. Lakini hii waga niongeza inaitwa TIA, transit ischemic attack. Hii waga ina sifa sawa na ile ya kwanza ambayo nilisema, kwa sababu ya mafuta au vitu vingine vimeblock pale. Lakini hii transit huwa ina sifa ya kumtu inampata masaa